ya uraia ama citizenship. Kiwa mtu unahitaji kuwa raia wa nchi fulani, haswa tuseme kwamba ni Kenya, unahitaji kuwa na nini? Lakini kabla sijaendelea zaidi, ninaye mgeni ambaye atakuwa anazungumza nasi leo hii, akiwa kwamba ni Advocate Cliff. Ndiye tutakuwa tunazungumza naye. Nimpe nafasi atusalimie, atueleze yeye ni nani, kisha baadaye tutaanza kukueleza kuwa citizenship ama kuwa ama raia wa nchi ni kipi kile ambacho unahitaji wewe. Bwana Cliff, hujambo? Si jambo. Ndio. Karibu sana. Ningependa umweleze mtazamaji wewe ni nani na angalau tujue unatoka wapi, na kisha baadaye tutakuwa tunazungumza moja kwa moja kuhusiana na kupata uraia ama citizenship inamaanisha nini na ni kipi kile mtu unahitaji kuwa raia wa nchi fulani. Karibu sana. Asante. Mtazamaji na kusalimu hapo nyumbani, ujambo. Kwa majina mimi ni Cliff Mesaro, nafanya kazi katika law firm ambayo iko Kisii Town inaitwa Merital Law Africa. Na awamu ya leo tunaenda kuongelea citizenship ambayo ni raia. Kwanza nitaanza na kutoa maana ya citizenship. Ni relationship between an individual na country. In the sense that unafaa kuwa how related are you to a country. So every individual lazima kuwe na citizenship, and there are ways in which an individual can attain citizenship. First and foremost ni citizenship by birth, ambayo ni kwamba ukizaliwa automatically wewe unakuwa citizen kwa ile country ambayo umezaliwa. Hivyo ndio unapata kuacquire citizenship yako by birth. Pia kwa njia nyingine ni kwamba kama wazazi wako ni citizens ni raia wa nchi fulani, tuseme Kenya, automatically mtoto huyu akizaliwa either one of the parents ama wote kama ni citizens of a country, mtoto akizaliwa ana attain citizenship ya the parents. Awamu nyingine ni njia nyingine ya kupata citizenship ni kwamba kama kuna mtoto ambaye amepatikana hajulikani ni raia wa wapi, na awe chini ya miaka 8, mtoto huyo ana assume kwamba huyo mtoto ni citizen wa Kenya by default. By default. Yeah. Na ikiwa kwamba hawana tuseme kwamba the documentation ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu anatoka wapi, na ikiwa kwamba pale akiwa mchanga hivyo serikali haiwezi fanya kutoa fingerprints na kufuatilia kufahamu huyu mtu anatoka wapi. No, according to vile ambavyo katiba imeeleza, ni kwamba mtoto kama huyu ambaye ako chini ya miaka 8 lazima awe ni chini ya miaka 8 ili kwamba akiwa ni umri wa zaidi ya miaka 8 ikibainishwa kwamba baada ya kupewa uraia ijulikane kwamba yeye ni ako na umri wa zaidi ya miaka 8, ndio hiyo uraia itapokonywa kutoka kwa huyo mtoto, kwa sababu ni requirement kwamba lazima uwe chini ya miaka 8. And what happens if now somebody is maybe 10 years and above na hajulikani anatoka wapi, wazazi wake hawajulikani, ana watu wa kwao? What happens? Kwa kweli tunasema kwamba 10 years and above huyu ni mtu ambaye anajielewa. Sababu ambayo constitution imeweka limit ya 8 years ni kwa sababu wanaamini kwamba mtoto ambaye ako chini ya miaka 8 kuna ile conscience yake bado haijakuwa na hawezi kujieleza kwamba ni mwananchi wapi. So zaidi ya miaka 8 anafaa kuwa anajielewa. Kwa hivyo kuna agencies za watoto zitakuja zitaminterrogate, na definitely ni mtoto ambaye anajielewa, anajua mahali anatoka kwao wazazi. So yeye watatumia hiyo njia ili kujua penye anatoka. Sitakuwa rahisi. Na kuna jambo lingine ambalo watu husema kwamba njia zipi zile mtu ambazo atakuwa anapata uraia huu. Umetaja moja kwamba ni mtu kuzaliwa kwa njia hiyo. Na pale umesema kwamba mtoto akipatikana ambaye hajulikani ni wapi na lazima awe ni mtu wa miaka 8 kwenda chini, lazima wakati huo ndiye atakuwa anajulikana ama serikali itampatia
uraia. Lakini sasa swali lingine linajitokeza hapo, akipata uraia huu atakuwa under custodian ya serikali ama atawekwa katika malezi ya children's home ama ni kipi kile ambacho kinaendelea kutoka hapo? Kwa kweli chini ya miaka 8, ndio maana nimekwambia chini ya miaka 8 huyo ni mtoto ambaye bado hajakomaa vizuri, na akishapewa uraia kutakuwa na ile coordination between the government na agencies za children department, so that wataona vile watapatia huyo mtoto either put up for adoption ama weke katika zile institutions za watoto. Naam. Nilikuwa naelekea katika njia ya pili ya kupata uraia ambayo ni registration. Kwa Kiswahili ni usajili. So mtu yote ambaye anahitimu kuwa citizen wa Kenya anaweza akaenda kufanya application. Unafanya application, unaenda kwa Kiswahili application ni unatuma maombi ya kutaka kupata kusajiliwa kama raia wa hiyo nchi. So ukituma ombi kama una meet the qualification, then nchi inakukubalia kwamba unakuwa mwananchi wa hiyo nchi. Na njia nyingine ni kwamba kama umeolewa na citizen ambaye ni wa Kenya kwa miaka zaidi ya 7, basi wewe unakuwa eligible ama unakuwa ni candidate you can be able to apply for citizenship in that country. Pia kama umeishi katika nchi fulani kwa zaidi ya miaka 7 continuously, hapo sasa ndio mahali watu wengi huwa wanapotea. Lazima iwe continuous. Ndio kuna wale wanakaa miaka 2 na anatoka na anarudi nchi yake. So lazima iwe continuous. Umekaa miaka 7 continuous. Umereside. Unaweza enda kutembelea nchi yako, but sasa residence yako umereside pale ndio permanent residence yako. Hapo katika hiyo nchi ya tuseme ni Kenya. So hapo automatically pia unafaa kupewa citizenship. And talking about the time you are doing the application to be a citizen of a given country. For example, in Kenya, what do you need? What are some of the requirements that you need for you to be approved to be one of the citizens of the country? Of course, some of the requirements are among those that I mentioned. Yes. Kwamba lazima uwe kama umeacquire through marriage, then lazima uwe umekuwa katika ndoa na mwananchi wa hiyo nchi kwa zaidi ya miaka 7. Na kama umekuwa ukiishi katika hiyo nchi kwa miaka zaidi ya 7, na pia definitely lazima uwe wewe ni adult. So those are some of the requirements yenye nchi inaangalia ina kuapprove. What if mtu ametoka nchi jirani akahamia hapa nchini Kenya, maybe this guy was having some criminal records from another mahali ametoka nchini kwao, ameamua anahamia Kenya, na maybe amepata usajili kama raia wa Kenya na serikali haikuwa imefahamu huyu mtu haswa ni nani kutoka nchi ile yake. What happens if later the government notices that this person was given to be a citizen of Kenya, and then he or she had a criminal record in his or in her country? I tend to believe kwamba kunafaa kuwa na ile background check ya ku-establish kwamba huyu mwananchi ambaye tunaenda kumsajili. Unajua kupatiana uraia sio jambo rahisi. Lazima kuwe na mikakati ambayo inafanywa. Na ninaamini kwamba agencies kama za immigration huwa zinafanya coordination kujua huyu mahali anatoka na kufanya background check ili wajue kwamba huyu mwananchi ambaye tunaleta hapa ni mwananchi ambaye atakuja kuwa ni kwa hatari ama risk ama threat to our country. So nafikiri mambo kama hayo lazima wafanye, na kama watakuwa wamegundua kwamba wanafanya makosa katika usajili, Constitution ya Kenya inapatiana njia ya kwamba kunaweza kuwa na ku-revoke hiyo uraia ambayo imepeanwa kwa mwananchi yote. Ndio. And then there are people who tend to like wanasema okay,
ni Mkenya, amehamia tuseme Marekani, amekaa pale, ashapata uraia wa nchi ile, na bado yeye hapa nyumbani ni raia by birth. So and then this is now what we call dual citizenship. So does it like once you have registered as a citizen in the US and yet you were born in Kenya, so does the country Kenya revoke your citizenship? Unabaki na ile ya mahala ambapo umeenda, ama unabaki tu inakuwa ni kwamba wewe you be having the dual citizenship of both countries? Constitution ya Kenya inasema kwamba mtu akiattain citizenship ya country nyingine na yeye ni citizen by birth, hawezi kupoteza citizenship yake by virtue of acquiring citizenship of another country. Kuna kisa cha mwananchi mmoja ambaye ni Miguna ambayo imekuwa ni story ya hapo kitambo. Ndio. Ambapo Miguna alipata uraia wa Ufaransa. Na ukiangalia Immigration Act section 10 ya Immigration Act inasema kwamba raia ambaye ni amepata, mtu akipata uraia wa nchi nyingine anafaa ku apply kuwa raia wa Kenya tena. Hiyo ndio ilikuwa in contention wakati wa Miguna ambapo walikuwa wanamwambia yeye sio raia kwa sababu akishapata ile citizenship ya Ufaransa, hivyo ni kama automatically amepoteza uraia wa Kenya. So na hiyo ilienda mahakamani na Miguna aliweza kushinda kesi pale ambapo walipatiwa damages za 7 million. Serikali imlipe milioni 7 kwa kumzuia kurudi katika nchi yake ambapo yeye ni mwananchi. Na unajua constitution ndio the supreme yani there is no any other law that is supposed to be in contravention of the constitution. So it is the supreme law. Yeah. So somebody can have a dual citizenship of both countries and there is nothing that can happen. Yes, according to the constitution, which is the supreme law, you are supposed to attain. You are not supposed to lose your initial citizenship when you attain another citizenship. What about maybe can somebody be a citizen of more than 2 countries? Yeah, of course, I've had incidences. Yes. Because as long as you qualify in the other country to be a citizen, then kwa mfano kama mtu amezaliwa Kenya akaenda Uganda tuseme wakona kama mtu amezaliwa Uganda ni citizen wa Uganda. Amekuja Kenya, amekaa miaka 7, amepata citizenship ya Kenya. Baada ya miaka 7 labda akaenda akapatiwa maybe ametransfer labda ni kazi, ameenda nchi nyingine. Pia amemeet qualification, labda wamesema ni miaka 5, alafu utapewa citizenship. Pia amekaa huko miaka 5. As long as huyo mwananchi ana qualify, so in this case we are talking about Kenya, as long as huyo mwananchi ana qualify, yes, Kenya being a third country, ata-attain hiyo citizenship too, as long as bado akona zile qualification, bado ni amekaa kwa hiyo miaka ambayo inahitajika, na umefanya background check, wanaona kwamba ako qualified. You are qualified. Yes. Alright, mpenzi mtazamaji, tunapoendelea na kipindi chetu Sauti ya Uongozi, tukipata kujua ni kipi kile ambacho sheria ya Kenya haswa katiba ya mwaka 2010 inazungumza kuhusiana na uraia ama kuwa raia wa Kenya. Endelea kufuatilia Ndizi TV Africa kupitia mitandao yetu ya kijamii, tutapata kama Ndizi TV Africa, na bila shaka utakuwa unazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi nambari 21575. Sina bali, mimi ni Jeff Nyakundi. Tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye tunarejea tuendelee na mazungumzo zaidi, hasa tufahamu je, sheria hizi zinapitishwa aje, kwa kwamba ni kitu ambacho kimeandikwa na binadamu katika bunge la Kenya, ikiwa kwamba ni ile legislation of citizenship inafuata mkondo upi ule. Usiende mbali, tukao tunarejea hivi punde.